Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali yote, baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu, lakini la pili, Mheshimiwa Mufti, ni kushukuru wewe. Ni kushukuru wewe kwa kuacha majukumu yako na kuja katika tukio hili. Binafsi, katika historia ya maisha yangu, hili ni jambo la 4 unanifanyia. Nilikuwa naongea na kakangu Mpogolo kwa haya mambo Mufti alonifanyia na kuniheshimisha, mimi nitamlipa kitu gani? Kwa sababu kama ni fedha unazo, na hapa nimeona umemtunza huyu msoma shairi dola 100 kwa hesabu ya sasa, na maana ni 270,000 ajimali hela hiyo unayo. Sasa nikamuuliza Mpogolo tena, labda nitafute kigari cha ST, labda nikopekope. Ananiambia sasa Mufti anatembelea V8. Nikamuuliza tena Mpogolo, je, nimlipe nini? Akanambia la kumlipa shiriki matukio yake basi. Kwa Mufti bwana, ukinituma mimi nitakuja kokote pale ulipo. Kwa nini? Umenifanyia mambo makubwa. La kwanza, 2021 wakati wa uzinduzi wa kisima Kisarawe kijijini kwetu Kauzeni, uliacha maiti ndani ya ndugu yako, ukasema naelekea kwanza kuzika, naenda kunusuru watu katika tukio la maji. Kwa hiyo ukaja Kisarawe ukazindua kisima kile. Lakini tukio la pili ulilifanya mwaka jana. Kulikuwa na futari 2. Futari ya Magimbi ya meya wa jiji na futari ya waziri mmoja. Ukazungumza kabisa kwamba siku nikiwa na shida waziri ataniambia niko Dodoma, lakini mwanangu atakuja kwa jambo langu. Kwa hiyo ukaacha futari ile na ukaja kwenye Magimbi ya kwangu. Na Sheikh Mohamed Nasoro alikasirika kweli kweli. Lakini tukio la 3 ulilifanyia juzi kwenye ile futari ya jiji. Ulialikwa mgeni rasmi kwenye futari za mawaziri 2, tena ni Serena. Kumbi 2 tofauti, lakini hoteli moja. Ukarudia tena kusema kwamba futari za bwana naziacha, naenda kwenye futari ya Magimbi. Na bahati nzuri Mohamed Nasoro hakukuwa na Magimbi siku ile, kulikuwa na draft. Kwa hiyo umenifanyia tukio hilo la 3 ambalo lipo ndani ya moyo wangu. Lakini tukio la 4 ni hili la leo. Muda huu BAKWATA kata alikuandikia kwamba shughuli ifanyike mwezi wa 5 tarehe 3. Lakini juzi hafla ukanita na ukazungumza kwenye msikiti wa Mtoro pale, tukiwa wawili tunateta shughuli ya kwako ya kata yako nitaifanya kesho kutwa. Nikawa najiuliza nitaandaa vipi? Na nimshukuru sana mwenyekiti wa vijana taifa ambaye yeye alinishauri sana Sheikh Zuberi. Nikamwambia Sheikh Zuberi, tutafanyaje wakati tukio kanishtukiza? Ananiambia Mufti huwa anaangalia nujumu. Kubali kulifanyike hili jambo. Japo tutakosa mpunga, lakini tulifanye hili jambo. Kwa hiyo haya maandalizi ambayo mnayaona Mufti, haya ni ya siku 3 ambayo mwenyewe mnilazimisha lazima tulifanye siku na kwa vile umeangalia nujumu, na mimi nakushukuru sana kwa jambo hili. Kwa hiyo mapungufu yote ambayo mtaona hapa mtusameni kutokana tu na ile ratiba ambayo Mufti aliitoa, na tuna jinsi lazima tukubali. Kwa Mufti mimi niseme tunakushukuru sana. Na nitoe wito tu kwa wana Vingunguti. Futari yangu ya hapa iligongana na futari 2. Dar es Salaam ndio utamaduni wetu. Futari kwenye mji zinaweza zikawa 2. Ukienda Tabora kwa wenzetu wa Nyamwezi hakuna futari 2. Kule futari unaikuta ni moja tu ya mkuu wa mkoa. Kwa hiyo mtulie radhi wale vijana wa mjini ambao wanataka wacheze kala 2, huku wapige na huku wapige. Kwa hiyo na mimi hapa mnisamee, nikasema nizungumze ili niweze kuelewa. Lakini la pili, Mheshimiwa Mufti, tunakupongeza, tunakushukuru kama serikali. Kakangu Mpogolo aliongea vitu vingi sana juu ya sifa yako. Lakini kabla sijazungumza kwako wewe, tupelekee salamu sana kwa Mheshimiwa Rais. Kwa kweli tumepata DC nzuri sana. Mungu akupe umri mrefu na siha njema. Jana Mufti ulinipigia simu, ukaniambia mwambie Mpogolo ailishe, awaambie madisi wake shughuli tutaifanya saa 7 ya kikao chetu cha madisi wote na wadau wote kwa ajili ya dua kumwombea Mheshimiwa Rais. Saa 4 nimeibadilisha na kuja Vingunguti. Mufti tunakushukuru sana. Na Mpogolo amelitii hilo, na baada ya tukio tutaelekea kwenye kikao chako. Kwa hiyo huyu ni mtu wa kumwombea dua
na mufti nitaomba twende naye Korogwe tukachinje michinjo yetu ile, aendelee kubaki Ilala kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Kwa nini ametuheshimisha sana? Lakini mwisho, mufti, kuna maneno uliyazungumza msikiti wa Mtoro. Sheikh Minaso, tulia, ratiba naijua. Ulisema tuchague kilicho chema, na isi mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni kweli kata hii ya Vingunguti, ukizungumzia siasa unazungumzia Vingunguti, Dar es Salaam. Hapa ameuleta mradi mkubwa wa World Bank, una kilomita takriban 4.6, na ukiangalia pale kuna alama zimewekwa kwa ajili ya kuvunja nyumba. Hapo ulipokanyaga hapo, baada ya mwaka mmoja au miezi 8, maana yake utakuta mifereji ya maji na taa za barabarani. Hiyo ni historia moja kaiweka Dr. Samia Suluhu Hassan. La pili ambalo amelifanya kubwa katika kata yetu, si vibaya kusema, na mwenyekiti wa kata hapo unaniangalia unaona aibu, watoto walikuwa wanakuja na viroba kwenda shule. Ndani ya miaka 4 yake katuletea zaidi ya milioni 900. Shule zote 4 za msingi zina tiles, zina bati za South Africa, zina feni na zina gypsum. Kuna siku Mpogoro aliniambia natamani ningerudi mtoto nikaja kuishi Vingunguti nikawa nasoma. Hayo mambo mawili yameyafanya makubwa ndani ya kata hii ya Vingunguti. Lakini la mwisho kubwa zaidi, tuna mradi ule wa machinjo ya Vingunguti. Na nikushukuru, nikupongeze, tunashirikiana sana na wachinjaji hapa. Tumepokea bilioni 2 za kufunga cold room. Juzi nimesaini mkataba wa milioni 440. Dr. Samia anabadilisha mbolea au samadi ya ng'ombe kuwa bidhaa. Ina maana mbolea itakuwa inauzwa hapa Vingunguti, kutakuwa na kiwanda kidogo. Lakini ya kuishia hapo, katujengea mabucha ya kisasa. Na kesho kutwa wanafanya biashara wako hapa mbuzi, anajenga soko la mbuzi. Maana mbuzi hutazikuta zinazagaa. Utawakuta vijana wanajeshwa na mvua na jua ndani ya kata ya Vingunguti. Kwa hiyo unapokwenda kumtetea na kumsomea dua Mheshimiwa Rais, kuna vitu amevifanya katika kata yetu ya Vingunguti, nikasema ili usiondoke pasipo kuvijua vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana na tunamwombea dua sana. Lakini pokea salamu kwa Mheshimiwa Mbunge dadangu Bona, yuko bungeni, lakini katibu wake yupo hapa, kwa hiyo anakusalimia sana. Baada ya kusema hiyo, na tamko la kiserikali. Kaimu mkurugenzi, simama. Jana afisa wetu mmoja wa kata katika maafisa wenu alikwenda kwenye godauni moja na akachukua fedha kwa watu wa mbuzi. Sasa natoa maelekezo kama ifuatavyo. Ni marufuku kuanzia leo kufanya biashara yote wa mbuzi ambaye anahifadhi mbuzi zake ndani au kwenye godauni kutozwa hata shilingi 100. Hayo ni maelekezo nayatoa kwako na mtendaji upo hapa. Tozo zenu zisubiri soko jipya Rais Samia atakalolijenga kwa ajili ya mbuzi na kondoo katika kata ya Vingunguti. Wa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mgeni rasmi, mufti wetu na shehe mkuu wa Tanzania, kwa niaba ya serikali, wana Ilala, wana Vingunguti, tunatumia nafasi hii kukushukuru sana. Tunakushukuru kwa heshima ambayo wana Ilala umetupatia, wana Vingunguti umetupatia. Tulipokuwa tunaambiwa kwamba mufti amekubali, nikawa namwambia mstahiki, usiniletee utani. Mufti anakubali kuja Vingunguti kufungua ofisi ya BAKWATA ya kata. Akasema anakuja na kesho nitapiga naye picha nitakutumia ili ujue kwamba anakuja. Jana akanipigia picha hapa, ndio nimeenda kuthibitisha anakuja. Nikasema mbona hatujachonga barabara, hatujafanya nini, hatujaweka mahema ya kisasa? Akasema anakuja kwenye mahema na mazingira hayo hayo. Kwa kweli tunakushukuru sana kama baba yetu, kama mlezi wetu, kama kiongozi wetu. Umetuheshimisha sana
Wanailala na Wanavingunguti. Sisi kwetu sisi tutakuendelea kuombea dua, Mwenyezi Mungu aendelee kukujalia afya njema. Lakini pia kwa niaba ya serikali naomba nikushukuru sana. Umekuwa karibu na serikali, umekuwa ukiombea dua serikali yetu na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mara zote umetambua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa sana. Mara zote umekuwa mstari wa mbele kujua ukimtia shime Mheshimiwa Rais ndiye atafanya kazi nzuri kwa Watanzania. Na yale na dua zote ambazo mmeendelea kumfanyia zimeendelea kumpa nguvu rais wetu kuwatumikia Watanzania kwa moyo. Sisi Watanzania, sisi Wanailala tunakushukuru sana baba yetu, Mufti wetu na Sheikh Mkuu wa Tanzania kwa kile ambacho unatuonyesha kama vijana, kama wanao. Tunasema asante sana. Nikuhakikishie ndugu mgeni rasmi, ujenzi na ufunguzi wa ofisi hii ya BAKWATA ya kata hii ya Vingunguti inaenda kupelekea uwepo wa amani katika kata hii yote ya Vingunguti, Mnyamani na kata zote zinazozunguka. Watoto wetu wataendelea kufundishwa vyema kwa usimamizi wa ofisi kwenye madrasa na kwenye shule mbalimbali za msingi na za sekondari, kwa sababu usimamizi wa kiutendaji utakuwa karibu na maeneo. Na mimi nikuhakikishie kwa kushirikiana na mstahiki meya tutaendelea kuwa karibu na ile risala. Hata ukitupa kazi tutaanza kuifanyia kazi ile risala ambayo wewe umepewa, lakini kwa sababu ni ya kwako tutasubiri maelekezo ya kwako juu ya risala ambayo umepewa na watu wetu. Mwisho kabisa, ndugu mgeni rasmi, nimpongeze rafiki yangu mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam Omar Kombe la Moto. Wako wengi wanatafuta na wanapizia hizo nafasi sana. Ndugu mgeni rasmi, naomba sekunde 10. Ninayo historia na mstahiki meya. Niliwahi kuwa katibu tawala wa wilaya hii ya Ilala, yeye akiwa diwani wa kata hii ya Vingunguti, naibu meya, lakini akitokea chama kile kingine. Nilipokuwa nikifanya ziara huku, nilitambua uwezo wake, nilitambua ukarimu wake, nilitambua nguvu yake. Kati ya watu nilimtengenezea fitina, na mimi nilimtengenezea fitina. Leo madam Mufti upo na Sheikh Mkuu hawezi kunifanya chochote. Kiongozi wetu upo, mlezi wetu. Bwana, zile fitina na mimi nilihusika. Kwa sababu niliamini kule unakokwenda siko. Na uliponiambia uko rasmi, nikamwambia mambo yako yamekunyokea. Baadaye ukaniambia na mimi sasa nakupeperusha bendera, lakini bendera yako haifanani na Mufti. Hivyo ni mtu mwema, ni mtu mkarimu sana. Lakini na sisi tunakushukuru mgeni rasmi, unawapenda watu wema na uko karibu na watu wa karibu. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana kwa hii nafasi. Asalamu alaykum. Karibuni sana katika wilaya yetu, katika kata yetu ya Vingunguti. Mapungufu mtakayoyaona ndio tunaendelea kuimarisha Vingunguti yetu. Baadaye mtaikuta Vingunguti na magorofa na ina barabara. Mheshimiwa Rais ameleta fedha za ujenzi wa baadhi ya barabara za Vingunguti. Asante sana.